fursa hii kukukaribisha katika ibada ya neno. Amen. Na tutakuwa na muda mfupi wa kufanya rejea na mambo machache, na then tutakuwa na muda mzuri zaidi wa maombi. Na Mithali 26 mstari wa kwanza itatusaidia, lakini kabla sijafanya hivyo, kwanza nishukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu wote ambao Mungu ametupa fursa kuwa nao leo. Sema amen. Now let's go in the book of Isaiah chapter 40 verses 24. Kitabu cha Isaya sura ya 40 na mstari wetu wa 24. Actually nasisitiza, nashukuru Mungu pia. Naamini baada ya ibada hii, tabasamu ambalo ukuwahi kuwa nalo, watu wajiandae na kamera zao, kwa sababu utakuwa nalo katika jina la Yesu. Amen. Utakuwa. Sasa tulisema maisha ya mwanadamu yameanzia ardhini. Mwanzo 1:26, Mungu akisema atufanye mtu kwa mfano wetu, na kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Biblia inasema wote aliwaumba. Kwa hiyo kwenye uumbaji Mungu hakuumba tofauti. Unaweza kuleta masikio yako ndani nguvu ya kuelewa kile ambacho Mungu analeta maishani mwako, sababu kitakuhamisha kutoka mahali ulipo kwenda mahali pengine. Na ndio maana leo nimekuja nataka kukwambia, kama ulikuwa unatembea juu ya ardhi unaichukulia kawaida, usichukulie ardhi kawaida. Imemeza maprofesa, imemeza madokta. Kuna watu wengi wakubwa wamekufa na magorofa yao ndani yao, ardhi imewameza. Wamekufa na makampuni yao, ardhi imemeza. Wamekufa na degrees ambazo wakuwahi kuwa nazo, wakuwahi kugraduate, lakini wakitamani kwenda na hawajaenda, na ardhi yote imewachua. Unapoikanyaga usifikiri ardhi na kuogopa. Hata rekadi unapoikanyaga inakutamani na inawaza, huyu naye ni lini nitambeza. Kwa ardhi haina kingine, sababu imeambiwa wewe mavumbini ulitoka na mavumbini unarudi. Kwa hiyo lile neno linaipa ardhi nguvu na ujasiri wa kukutamani all the time. That's why you have to open up your mind ili uelewe namna gani unaweza kuwa champion juu ya ardhi hii ambao wengine wanakufa na kufeli, lakini wewe haufi na unaweza kusafiri. I came today nikuweke sawa, ili kwamba usiishi kama mjomba wako anavyoishi, usiishi kama shangazi yako anavyoishi, usiishi kama baba zako na mama zako. You must know, mimi ni Steve, niishi kama Steve, nitembee kama Steve, niongee kama Steve, nilale kama Steve, niruke kama Steve, nifanye mambo kama Steve, na yaweze kwenda ni ambapo Mungu anataka. Hiyo ni somebody. Hata kama kuna mashetani sehemu fulani yanasema hili haliwezekani, bila kuoga leo nakupa uhakika, inawezekana kuwa champion. Actually, nimekuja nikusaidie. Kama katika familia yenu wengi ni failure, hiyo ndio sababu ya msingi Mungu anataka kukuamini wewe uwe champion. Mungu aliruhusu wao wawe vile walivyo, ili na wewe uwe vile ambavyo anataka uwe, na hilo halibadiliki. Sasa simesema Mungu aliumba mwanaume na mwanamke pamoja, lakini Mwanzo 2:7 anasema, Biblia inasema na tufanye mtu, si ndio? Na Biblia inasema Mungu akamfanya mtu kwa maumbo ya nini?
Sasa kwenye kufanya Mungu anachukua mavumbi ya ardhi, kwenye kuumba anasema. Hiyo ndio tofauti. Kwenye kufanya unahitaji material, you need raw material, malighafi. Ndio maana akachukua mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo katika kesi mavumbi ni raw material ambayo Mungu alitumia kufanya mwili. Kumbuka kilichofanywa kwako sio wewe. Mwili unaokubeba ndio uliofanywa kwa mavumbi. Na ndio maana mwili nina uwezo wa kuamuru unipeleke ninapotaka na hautagoma. Kwa sababu moja, mwili hauna nguvu kuliko mimi. Akili kutakaa vizuri. Na ndio kazi nimeiweka hapa, kuiweka sawa. Kuna tofauti kati ya wewe na mwili. Na mwili unaorudi mavumbini, aliyeumbwa harudi mavumbini. Aliyeumbwa hurudi alipotoka na anarudi kwa aliyemuumba. Kwa unayemsikia sio huyu unayemwona. Hiki unachokiona ni container box ambayo limembeba anayezungumza na wewe. Na hii box ikimaliza matumizi yake inapaswa ukinunua TV ikiwa ndani ya box, ndio unaiangalia ikiwa ndani ya box. Box tunachana, tunatupa pale, nje inanyeshewa na mvua. Haina maana tumechukua chenye maana. Kilichokuwa ndani ya box ambacho ndo ni ile TV. Kwa box imemaliza kazi yake. Ashukuriwe imeleta TV toka China, toka Dubai, lakini kwetu hapa sitting room wewe cha ukai. Sasa usikutakiwa na taka TV. Baby nilivyo. Kwamba mwili huu umenibeba mimi na ninapaswa kuamuru. Ndio maana uliona box linalalamika watu wanafunga. TV kwa ndani. Na ile box linaweka kulinda nini? Protect TV. Na ninafunga na halisemi mbona mnanifunga. Ndio naongea na wenzangu na mimi watu wanakutumia miili. Mwili ni wa kufunga. Mwili unafungwa sasa, umebeba kitu. Kwa mwili unatakiwa ukipeleke kile kitu mahali kinatakiwa. Kama unawacha mwili bila kufunga, maana yake kilichopo ndani kitaharibika. Sio. Nahisi kama watu mnatamani kubadilisha ujumbe, sio? Nataka bado nikumbuke. Kama na mmoja naweza kubadilisha. Mwili umenibeba, lakini ili mimi niwe salama, mwili natakiwa ni upande. Ili mimi niwe salama. Nikiwacha mwili ruhusu mimi niweko ndani dharura. Kwa mtu wa ndani haibiki kama mwili salama. Samani yangu haiko katika mwili huu. Sababu mwili ni madogo. It's just a container. Container inalibeba mimi. Ninazungumza naye. Sasa hii container, sio kama mnaelewa wengine. Na ndio wasaidia. Au wewe kutana na trailer zinasafiri, unasafiri unakutana na trailer zimebeba container. Ushekwa na makontena yale yametaitiwa vizuri na makufuli manene. Sababu yamebeba vitu vya thamani ndani na hakuna anayeona kicho ndani ya kontena ila yule aliyeweka mzigo ndani ya kontena na anayejua kontena imebeba nini. Na hapa napata revelation nyingine kama hakuna mwanadamu atakuja kukujua kwa sababu sio yeye aliyekuweka ndani ya mwili ila aliyekuweka ndani ya mwili ndiye anayefahamu. Kwa wale wanaokujaji kwa kukuangalia nje wanacheka sababu huwezi kujaji kontena kwa kuangalia nje kwa sababu haujui nimebeba
kuingia nafsi. Kama unafika kama tunaona sio wote chochote. Uwezo wa wanadamu by the way kuona, unaona container, hawezi kuona kilichoko ndani ya container. Wanadamu wataangalia nywele, wanadamu wataangalia gauni, wanadamu wataangalia ngozi. Unaona sana tuso, unaona hawezi kuona watu wa kale. Na ngoja leo niwaambie, kama container ilikuwa na hata wazi, watu waone kuna matimia, watu waone kuna redio ndani, watu waone kuna kompyuta ndani, na jambazi ilikuwa ni rahisi kusimama, kulitoka container, kuchukua na watu wakaloka, lakini siri inajulikana na waliopakia mzigo. Niache niwakawa hivyo, Mungu ndiye anayejua kila kilichoweka ndani yangu. Unajua, nina ujumbe wa kusaidia. Wache watu wa kujaji kwa kuangalia kontena, lakini hawajui nguvu yako ndani, hawajui uwezo, the ability that you carry, ile uwezo na ubeba hawajui. They don't know the ideas that you have, they don't know the vision. Unajua sana mama, unajua sana. Hawajui umebeba maono makubwa kiasi gani, hawajui umebeba ndoto kubwa kiasi gani, hawajui mipango ulionao kwa ajili ya kesho. Wanaongea tu, wapisha wapite, halafu wao endelea mbele. Sema fire! Mungu akiwa sana amenielewa, pebana makofi. Bwana ni na understanding. Sema glory to God. Ngoja niwaambie nisiwaambie. Kinachochoka ni mwili. Ndio. Makontena huwa hayazeeki. Huwa yanafika mahali yanapata kutu. Mwili unaweza kuchoka, lakini mtu wa ndani hachoki. Sometimes hana umri, wa ndani hana mwanzo na hana mwisho wa ndani. Hallelujah. Amen. Wewe kupeshwa ni kubwa kikao kwamba kuna kosa shetani amefanya today, na kosa hili litamgharimu, kwa sababu baada ya hapa wewe maono ya ndoto zako, whatever you are carrying inside. Wewe nikwambie, sometimes pia sio kila container inasafirishwa tuna dereva na konda. Kuna makontena mengine nyuma, mbele gari yenye walinzi wanakutosha. Alafu nyuma, ulishawahi kuziona zile gari ambazo nyuma kuna kurusa za kutosha na kimola juu na inapita kwa spidi za mzigo ulioko ndani ya kontena ni maboksi ya dhahabu. Hata za bilioni kadhaa hawawezi hata hiyo kontena liende bila escort. Ya BOT mshaliona, ina mbele kuna kuruza za kutosha, nyuma kuna maskari kauzu. Hajiongea na mtu amefundishwa you don't talk to anybody. Hata askari mwenzio anayechonjwa, maana anaweza kugeuka. Waangiliane hata wao wenyewe wanao-escort ile gari ametoza. Nimebeba mzigo wenye maana. Na mimi nataka nikwambie, kama unaona unafuatiliwa sana na shetani, watu wanakusema sana, watu wanakuchukia, watu wanakuzuia uongo, watu wanakushingizia, una kitu cha maana umebeba. Ndio maana hawaachi kucheka, hawaachi kusema, nayo una vitu unavyofaa. Sema my daughter, umebeba kitu, ubarikiwe sana. Sema hallelujah. Look, ukikatisha hivi huyu naye, ukienda ananikera, ukienda kuili yote kidogo aongea.
nilijua kasimama kutoa. Ukifanya nilijua lazima hapa tabane. Ukiona haya maneno na kupata most of time, ujue wewe ni kuanzia zamani. Umebeba vitu vizito, vitu vikali. Barika sana my daughter. Sema glory to God. Sijui nikomea hapa tuombe. Huyu mnayeona mnaangalia kontena ambayo imebeba kitu. Na sehemu ya hiyo kitu ndio imekutoa nyumbani kuja. Sasa ungekuja hapa kufanya nini sasa hii? Kama ningekuwa nimesimama sina cha kupangia. Umekuja na umeacha vyote kwa sababu na wakikanyanzia lazima ataniongelesha kitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na mimi nataka nikwambie, unasikia hata kama hii mili yetu ni makontena, tujiondoe. Sisi sio makontena yaliyobeba mkaa. Yaani serikali uchukue defender tatu mbele, defender nyuma mbele, kwa sababu ya kontena nimebeba magunia 50 ya mkaa, eti ninaenda Morogoro. Hiyo serikali inaweza kufanya upuzu. Wakichukua mkaa tutapata mwingine msibali. Naanza kupata shida. Kuna watu mna